Na hili swala la KPA na kuajiriwa kwa KPA sisi tulianza kulifuata kutokea wakifanya advertisement last year November. Wakawa na tuwauliza wananyamaza, tuwauliza kunaendaje, wakina nani wameapply, wakina nani wamekuwa shortlisted, because hivyo ndio standards za Kenya siku zimekuwa. Public Service Commission wakiadvertise kazi, wale wote wameapply, mnaona majina yao, wale wamekuwa shortlisted tena kwa gazeti, mwaeka kwa gazeti. Juzi majudges wamekuwa magistrates na judges wa Supreme Court na nini wameadvertise job zao. Mliona majina wale wameapply na pia wale wamekuwa shortlisted. Nini hapa yafanyika hatujui. We are deeply concerned on the issue here KPA recruitment. From the onset of the process, tumeona kwamba there has been some shady business along the line. Applicants wana apply, they reschedule, wanakuwa scheduled for the interviews, and then during that day interviews zinakuwa rescheduled, their tests are being rescheduled. So we try to understand maybe there might be some errors on the ICT department, but then ukija kuangalia ni kwamba some wenye walikuwa wamekuwa rescheduled mbele zilikuwa zimeletwa nyuma. So there's been an issue and which created public mistrust, and on that aspect kulikuwa pia na lack of communication, and which directly contravene on the Article 10 that emphasizes on fair administration and access to information. We have noted issues regarding the recruitment at KPA process, and we are calling upon KPA to be transparent on this matter, because we know for sure that the recruitment process has ended. We have received complaints from the applicants who applied in this process, some from Lamu, some from Mombasa. We want to make it clear that KPA is a public institution and must practice professionalism even on its recruitment exercise. We feel like this process has not been very transparent enough. In fact, it has been opaque. It is not clear the candidates who are shortlisted and those who are interviewed and those who didn't make it. Nataka kuambia kitu kimoja. Hawa wanasiasa wanaongea sahihi, they want to pull the rug out of our feet. Wanataka kutupokonya hii agenda kwa sababu hao tayari washapewa nafasi zao. Tulipopeleka petition, nienda port na group yangu, port pale. Baada nimepeleka petition, wameanza kunipigia simu. Hatunafuatizia hilo jambo. Mnafuatizia miezi minne yote, hamlifuatizii. Mpaka sasa ile mimi nimepeleka petition, nimekiwasha pale kwa geti, malori hayaingii, sasa mnalifuatilia hilo jambo. Hizi recruitment ambazo zinafanyika katika hizi public spaces ni kitu ambacho kinafaa kijuze kila mwananchi, na kila anayestahiki aweze kujiwania na aweze pia kujaribu kuweza kuipata hii nafasi kwa njia moja au nyingine. Tunapoona kwamba hizi recruitment zinafanywa kwa njia fiche na watu wanakwenda katika majukwaa na kuweza kujisifu kuhusiana na swala kama hili, tunaelewa kwamba hili jambo limekuwa politicized, na limekuwa politicized because people want to win voters through this kind of jobs. It happens with Kenya Railway, it's happening with other parastatals, and now it's happening with Mombasa Port. We know very well kwamba hizi bandari kule zinapoenea, kuna sheria ambayo inatukimu sisi kama wanati, tunafaa tupate ajira asilimia fulani kwa wale watu ambao lile bandari lipo katika mji wao. When you advertise for positions, 200 positions, you need to have the capacity to make sure that the process is going to be transparent, that the process is going to meet the requirements of the constitution, that tunataka majina ya wale watu wote ambao waliweza kuapply, 1. 2, majina ya wale watu wote ambao waliweza kuwa shortlisted. 3, majina ya applicants wote ambao waliweza kupata kazi pale, because this is a government institution. This is not a private institution. You cannot tell us that munaficha majina. Why? Kuwa kuna dukuduku, kuna taswishi, kuna shida kulingana na ile recruitment ambayo ilifanyika KPA. Lakini mimi nasema kama mtetezi wake za kibinadamu, lazima tuwe soba na masuala haya. Tusifanye vitu kwa msingi ya kuonekana wewe ni mwanasiasa, wewe ni mbabe. Kuna mambo mengi hapa pwani ya Kenya. Masuala infrastructure very poor.
katika Mombasa hii. Hatuoni wanasiasa wakijitokeza na nguvu ku address masuala ya infrastructure, insecurity, masuala ya drugs, masuala ya education. Lakini hii KPA kwa kuwa watu wao au kuandikwa kazi ndio leo waenda kwa majukwaa wataka watu wacheze kirumbizi, ku wipe emotion, yani kubeba watu influence, yani watu wetu pressure group. Abdul Swamad, you are above that. Omar Mwinyi, you are above that. Tunawaambia tusifanye siasa na KPA. Na KPA si ya Mombasa peke yake. Kuna Dry Port Naivasha, kuna KPA Kisumu, kuna KPA Shimoni, kuna KPA Lamu. Hao pia waanze kusema kuwa tunataka sasa pia sisi watu wetu hapo waandikwe, basi itakuwa si Kenya. Kama kuna issue ni wanasiasa na sisi activist to address ya kusema kuwa percentage fulani ya revenue ya KPA iingie Mombasa, ibaki Mombasa, ijenge Mombasa. Lakini masuala petipeti ati mtu wangu kuandikwa kazi, mtoto wangu hakupelekwa kwa committee ya KPA. Tuko na information. Mtoto wangu hajapelekwa kwa committee, mtoto wangu hajaenda abroad. So on that aspect, we urge the relevant parastatals, we urge KPA to ensure that wana communicate on this matter, they take accountability, tuhakikishe kwamba tunapata information to know ni kina nani wamekuwa selected na ni kina nani ambao wamekuwa represented from the marginalized communities, from the indigenous communities ambao wata benefit from this.